we have an international incident on our hands. Whatever it is, I'm not doing it. A radicalized military group. They're intelligent. They're dangerous. Why the hell would I Katika be dunia nuts? iliyojaa haraka na misukosuko, kulikuwa na roho mbili zilizokuwa zikisafiri bila kujua zinatafuta nini hasa. Mpaka siku moja, njia zao zilipokutana. Ilianza kama taratibu, kama muziki laini uliopenya moyoni. Hisia zilikuwa bila kelele. Lakini kadri muda ulivyokwenda, mambo yakaanza kubadilika. Siri zikaanza kuwa wazi, mipaka ikachanganyika, na kile kilichokuwa na thamani kikaanza kupoteza mwelekeo. Hatimaye njia zao zikatengana. Kila mmoja akabeba simulizi lake moyoni. Lakini je, mwisho huwa mwisho kweli au ni mwanzo wa sura nyingine? Hii ni Njoo Studio, Untold Chapter. Usisahau kusubscribe ili usikose simulizi nyingine zenye kugusa maisha halisi ya binadamu na masta wote ambao tunaishi nao. Kulikuwa na mapenzi yaliyovuma, mapenzi ambayo watu waliyapenda kuyaona, ya Harmonize na Kajala Masanja. Yalikuwa ya wazi kabisa, tena ya zawadi, safari, furaha na ahadi nyingi sana. Lakini nyuma ya pazia kulikuwa na mitihani ambayo haikuonekana mapema. Kisha ikaja siku ambayo ilibadilisha kila kitu. Tetesi zikaanza kusambaa. Jina la binti wa Kajala, yaani Paula Kajala, likahusishwa kwenye mjadala ambao haukuwa wa kawaida kabisa. Ilikuwa sio tu habari, lilikuwa ni jeraha. Watu waliongea sana. Mitandao ikawaka moto. Heshima, uaminifu na mipaka yote vikawa vinajadiliwa hadharani. Lakini kwa Kajala haikuwa tena kuhusu mapenzi. Ilikuwa ni kuhusu utu, familia na heshima ya mama. Na hapo ndipo kila kitu kilipovunjika. Mapenzi yakageuka kuwa maumivu. Ukimya ukachukua nafasi ya mazungumzo, na waliokuwa karibu zaidi wakawa mbali zaidi. Wakaachana bana. Sio kwa sababu hawakuwahi kupendana, bali ni kwa sababu ya majeraha yaliyokuwa mazito kuliko kumbukumbu nzuri walizokuwa nazo. Miaka ikapita, mabuku yakaandikwa, historia zikasimuliwa. Kila mmoja akaenda na maisha yake, lakini ukweli ukabaki huu hapa. Baadhi ya hadithi haziishi kirahisi. Ndani ya kimya kulikuwa na tafakari, tena tafakuri kubwa zaidi. Na ndani ya umbali kulikuwa na kujifunza, na si tu kujifunza, ni kujifunza mambo makubwa na magumu zaidi. Makosa yakatambuliwa, maumivu yakaanza kupungua, na muda ukafanya kile ambacho hakuna mtu angeweza kufanya, yaani kuponya pole pole. Na siku moja kitu kisichotarajiwa kikaanza tena. Sio kwa kelele wala sio kwa show off, bali kwa utulivu kabisa. Mazungumzo mapya yakaanza tena. Heshima mpya ikajengwa. Mipaka ikawekwa wazi kabisa. Mitandao ikaandika na kusema mengi zaidi. Safari hii haikuwa ya zamani, ilikuwa ni safari mpya kabisa. Lakini leo tunawaona tena pamoja, lakini si wale wale waliooana zamani. Safari hii kuna ukomavu, kuna tahadhari, kuna kuelewa thamani ya kile walichowahi kupoteza. Na zaidi ya yote basi, kuna uamuzi wa kuacha yaliyopita yapite. Kilichotokea kilikuwa kikubwa, kikawa somo, na sasa kimebaki kuwa historia. Kwa sababu wakati mwingine, ili mapenzi yarudi, lazima engo iondoke, lazima msamaha uwepo, na lazima ukweli ukubaliwe. Sio hadithi ya watu wakamilifu, ni hadithi ya watu waliokosea, wakaumia, wakaachana na wakafanya vingi, lakini wakaamua kujaribu tena mahusiano. Swali bado lipo. Je, safari hii itadumu au ni upepo wa muda tu?
au ni yale tunayoyasikia mitandaoni kwamba ni skendo, au ni nini unawaza wewe? Lakini kwa sasa hii sio drama tena, hii ni sura mpya kabisa, na huenda ndio ile sura ambayo walipaswa kuifika tangu mwanzo. Kulikuwa na wakati hisia zikichanganyika, mipaka ikavunjika, na upendo ukachukua sura ambayo haikutarajiwa kabisa. Lakini maisha yana njia ya kurekebisha yaliyoonekana kupotea. Leo mambo yamekaa mahali pake kabisa. Harmonize na Kajala wamepata nafasi nyingine tena, nafasi waliokuwa wakiitafuta kwa furaha kwa njia zisizo sahihi. Sasa umeipata kwa njia iliyo sahihi kabisa, tena wakiwa wamekuwa wamejifunza, na sasa wakiangaza kama nyota katika dunia yao. Wanaonesha kuwa hata hadithi zilizojaa makosa zinaweza kupata mwisho mzuri. Hivi ni kweli watu wanaangalia mwisho na hawaangalii mwanzo ulikuwaje? Hii ni Joe Studio Untold Chapter. Lakini usiache kusubscribe, kulike pamoja na kushare ili uwe wa kwanza kupata makala zote. Lakini swali linabaki, je, ni kweli muda wa mabadiliko unaweza kusahihisha kila kosa la moyo, au kuna mambo ambayo hubaki milele ndani ya nafsi? Asante sana. Bye bye. Why the hell would I be nervous?